Shikamoo. Marahaba za asubuhi. Salama tu mama. Umekucha? Unaelekea shule? Ndio mama. Unaweza kuongea kidogo? Mwanangu. Naam mama. Siku zote nimekuwa nikikukosea kuishi vizuri na kila mtu. Maana kwenye haya maisha hakuna anayejua kesho yake. Kwa hiyo jitahidi sana popote unapokuwa. Weza mtu unamfahamu ama la. Jitahidi kumheshimu kila mtu. Sawa mwanangu? Sawa mama. Niambie. Kwani wewe kwenye maisha yao unataka kuwa nani? Na maanisha yao unataka kufanya kazi gani? Mama, mimi kwenye maisha yangu huwa napenda sana kuwa mwanasheria. Kwa sababu ni kitu ambacho huwa kinanivutia sana. Na kitu ambacho kinanifanya niwe mmoja kati ya mtu ambaye anaweza kutetea haki za watu. Ni kitu ambacho mimi kinaniumiza sana nikiona mtu ananyanyaswa, ananyimwa haki yake. Ni kitu ambacho huwa kinaniumiza sana. Huwa napenda sana kuja kuwa mwanasheria. Umejibu vizuri sana mwanangu. Lakini hizo ndoto zako haziji kama upepo. Unatakiwa kusoma kwa bidii na kujituma sana ili kufikia malengo yako. Sawa mwanangu? Sawa mama. Lakini pia usisahau wewe ni yatima. Wewe soma kwa bidii mwanangu na Mungu akusaidie. Sawa? Sawa mama. Soma kwa bidii. Mama, nakuahidi sitokuangusha. Nitapambana mpaka niweze kutimiza malengo yangu. Nitasoma. Nitahakikisha kwa kila namna yoyote ile malengo yangu natimiza. Kwa hiyo sitokuangusha mama. Masomo mema. Asante mama. Bye. Baadaye. Shikamoo bosi. Marahaba. Jambo? Jambo. Umeita kazi ulioni kabisa. Sawa. Sawa Irene. Karibu keti. Nadhani unaelewa mfanyakazi mwenzio Ndaiga na matatizo. Ndio bosi. Kuwa makini sana na wageni wanaoingia hapa. Usitoe taarifa zozote. Na usimkaribishe mtu bila idhini yangu. Sawa bosi. Nadhani umeelewa, kaendelee na kazi. Sawa bosi, asante. Samahani bosi. Naam. Mwanasheria wako alipiga simu kabla hujafika. Ananiambia nikwambie kama atakuja mchana. Sawa, nitawasiliana naye. Asante. Hearts divided, promises made, but truth was hidden. Kila tabasamu lilikuwa pazia,
la kuficha ukweli usionekana. Tulipoteza njia bila kujua, tukavuka mipaka bila hofu, bila hofu. Nimekuita hapa za kuanzia leo utakuwa na hudumu nyumbani hii duka. Kwa baadaye nitamleta mke wangu ili kutambulisha kwake mweze kufanya. Sawa. Asante bosi kwa kuniamini. Na kuhakikishia kwamba utafanya kazi yako kwa bidii na kwa uaminifu mkubwa. Mimi nategemea utakuwa mwaminifu. Asante. Faces smiling, hearts divided, promises made, but truth was hidden. Kila ndio hivyo shemu. Mimi mamake alinipigia simu akaniambia Jacqueline amefariki. Amefariki? Ndiyo. Ubaya amefariki kwa mpenzi wake. Mpenzi wake? Unamaanisha nini? Hata mimi sikuelewa, ndio maana nikaamua nikutafute. Shemu, mimi sihusiki. Unajua Jack nilimsindikiza kwenda chuo. Kuhusu kufariki kwa Jack sielewi. Kwani ukumpigia simu? Nilimpigia kwa sababu alikuwa ameniomba hela. Baada ya kumtumia, lakini alivyopokea uongeaji wake ulikuwa tofauti. Ina maana Jack alikuwa kwa huyo jamaa? Itakuwa hivyo. Pole sana Mega. Asante sana mke wangu. Nimefurahi kukuona. Pole kwa safari. Asante mume wangu. Pole kwa changamoto ambazo zimetokea. Nimesimulia kila kitu kilichotokea. Naamini Mwenyezi Mungu atatenda kutoka sana. Amina. Asante kwa maombi yako. Naamini Mungu atanisaidia. Sababu ninaamini 100%. Sawa. Nafanya chochote kile ambacho nakihisi. Nipo tu hapa lakini sina kosa lolote. Naamini Mwenyezi Mungu atatenda na kutoka salama. Gangu. Mwanangu kwa. Sina mdio tena kijana wetu kwa maswali. Nimwacha maana ana maswali mengi. Nafahamu. Lakini utapata maswali mengi sana kikuuliza baba yuko wapi. Utamjibu nini? Mwambie tu msafiri. Okay. Asante. Jasmine. Ninawakumbuka sana wewe na mwanangu. Ukweli niombeni nitoke. Sio kuzuri. Na hapa nitamtafuta huyo jamaa popote alipo, na nitakachomfanya hata kuja kusahau. Pole shemu. Asante. Shemu, ngoja nikufikishe chuo, mimi niendelee na shughuli zangu. Sawa. Nakuomba mzidishe maombi. Niombeni. To a love that lost its love. Who's to blame? Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Lakini sio kwa nguvu zetu, bali kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Nakuombea. Asante. Nashukuru kwa kuja. Fika nyumbani, salimia mwanangu.
mwambie babake anampenda sana. Karibu Bwana Temu. Asante. Pole kwa tatizo lompata mfanyakazi wako. Mambo ya vijana hayo. Ndio. Kwani ilikuwaje? Mjomba wake ndiye aliyesababisha hii shida. Alikuja na mchumba wake pale nyumbani. Sijui kukatokea kutoelewana, sijui ikaaje. Yeye aliporudi akakuta maiti pale ndani. Mbona umezubaa? Mr. Rutiko, wewe rafiki yangu kwa karibu sana. Siwezi kuficha jambo lolote. Hebu niambie. Hicho kisa kinafanana na mpenzi wangu mmoja wa chuo. Bwana Temu, wewe si umeoa? Ndio. Unajua ni mchepuko tu. Halo. Karibuni watumishi wa Mungu. Asante sana. Nimewaita nyumbani kwangu hapa. Nilikuwa naomba tuweze kumfanyia maombi mume wangu Ndaiga ambaye amefungwa gerezani kwa kosa la kusingiziwa mauaji. Nilikuwa naomba watumishi wa Mungu tuweze kufanya maombi. Amina. Kwanza tunashukuru kwa ajili ya nafasi hii kutuamini kama Mungu ametupaka mafuta. Na tuna uwezo wa kumuita Mungu kwa ajili ya jambo lako, Mungu akatupokea. Amina. Kwa hiyo tunaendelea kukutia moyo kwamba Mungu yupo. Mungu asiyelala, Mungu asiyechoka, Mungu asiyesinzia. Kwa hiyo kama vile Mungu ambavyo anasema ya kwamba tumtegemee daima, na tunamwamini Mungu ya kwamba mume wako Ndaiga atatoka. Kwa hiyo Jasmine, usife moyo, usilie tena. Biblia inasema katika kitabu cha Ayubu ya kwamba najua mteteaji wangu yu hai, au mtetezi wangu yu hai. Kwa hiyo Mungu aliyowatoa Paulo na Sila gerezani hata sasa yuko. Magereza yale yale aliyowafunga Paulo na Sila, hata kwa mume wako Ndaiga atatoka gerezani. Na bado tuna imani na Mungu wetu siku zote. Lakini kama ulivyotukaribisha leo, siko peke yangu. Na mtumishi wa Mungu yuko hapa. Wacha naye akutie moyo na tutamuita Mungu anayejulikana. Karibu mtumishi wa Bwana. Dada Jasmine, usife moyo. Usife moyo. Kila binadamu anapitia changamoto. Kila binadamu anapitia changamoto. Na kila changamoto au kila jaribu huwa lina mlango wake wa kutokea. Haijalishi ni gumu kiasi gani. Haijalishi ni zito kiasi gani. Huwa Mungu anafanya mlango wa kutokea. Kwa nikutie tu moyo ndugu yangu. Usilie, usiwaze sana, ukanung'unika mno. Mungu yupo, atakutia moyo na atafungua mlango. Mume wako atatoka gerezani. Mr. Ndaiga atatoka. Mimi nina imani kabisa, mamangu wenu unanishuhudia kabisa kwamba Ndaiga, Mr. Ndaiga atatoka. Kwa dada Jasmine, nikutie tu moyo. Usivunjike moyo. Usivunjike moyo hata kidogo. Mungu yupo kwa ajili yako. Haleluya. Na tuko mahali hapa kwa ajili ya kufanya maombi. Tuko mahali hapa kukusupport au kukutia moyo ya kwamba Mungu yupo. Na tutaomba mahali hapa kama alivyosema mtumishi wa Mungu hapa. Mungu yuko mahali hapa, atafanya njia. Kama alifanya enzi za mababu na mababu na hata kizazi hiki, bado Mungu huwa anatenda, na Mungu wetu mwabudu anafanya. Atafanya ndugu yangu. Basi watumishi wa Mungu, naomba tusimame tukamwombe Mungu, na tunaamini Mungu yuko hapa, atashuka, atajibu na atafanya. Amen. Baba tu nikuombe kitu dada Jasmine, tunapopiga magoti tunapoenda kuomba Mungu, Mungu ataenda kufanya jambo. Maana Biblia imesema wekeni mikono juu ya wagonjwa na wenye shida nao watapokea, nao watapata afya, nao majibu yao yatakuwa salama. Basi tunaenda kuimba wimbo wa kuabudu, kisha tunaenda kumwomba Mungu mahali hapa. Haleluya. Bado nina imani na wewe Mungu wangu. Bado Nzuri, ujambo? Mimi mzima, karibu. Ndio, karibu sana. Huyu aliyepiga simu ni mwanasheria, anakuja hapa sasa hivi. Ndiye ni mpakazi ya kufuatilia hii kesi ya kijana wangu Ndaiga. Asante. Basi mimi nikuache uendelee na majukumu yako na mimi. Asante sana. Karibu sana.
hata mke wangu asijue. Yaani kwa jinsi nilivyo na furaha nashindwa nikushukuru vipi mume wangu, ila hiki ni kitu kikubwa sana. Naam boss, nimefika. Bora nimekuona nikuagize. Sawa boss. Sasa hivi muda wa kurelax. Muda wa kurelax. Kosa la nani? Who's to blame? Broken hearts can't stay the same. Stay the same, stay the same. Hear my cry. Was it love or just